utatamani kuomba dakika moja, utatamani upate sekunde moja, ili yamkini upate rehema za Bwana. Lakini nakwambia, baada ya kufa utakuwa umechelewa. Haijalishi wewe ni mgonjwa, haijalishi wewe ni tajiri maskini, haijalishi ulivyo, lakini nakwambia ya kwamba kwa mujibu wa maandiko yanasema mara baada ya kifo ni hukumu. Hukumu ipo kwa vijana, hukumu ipo kwa watoto, hukumu ipo kwa wazee, hukumu ipo kwa matajiri na kila yeyote. Umewahi kusikia habari za Injili, hujawahi kusikia habari za Injili, lakini hukumu ipo. Sheria inamhukumu mtu, haizingatia kama mtu huyo alikuwa anajua kosa au alikuwa hajui kosa. Hautasimama mbele za Bwana useme kwa kweli mimi sikujua, ya kwamba sikujua hili ni dhambi, sikujua hili ni kosa. Hapana, wana uhakika ya kwamba mfano mzuri ni sheria zetu, mfano mzuri ni katiba yetu. Haimhukumu mtu kwa sababu alikuwa hajui, no, inahukumu kosa, inaangalia kosa, ikibaini kosa, huwe na uhakika utahukumiwa. Unataka nizungumze na wewe mwanamke, nizungumze na wewe mwanaume, ya kwamba dhambi itakufanya ushindwe kuingia mbinguni. Machukizo, vitu bandia kwenye mwili wako ni machukizo, vitakufanya ushindwe kumwona Mungu, vitakufanya ushindwe kuingia lango la mbinguni. Ukahaba, uasherati, ulevi, uchawi, uganga ni vitu ambavyo vitakufanya uishie kuzimu. Maandiko yanazungumza kila lisilo haki ni dhambi mbele za Bwana. Kutegemea wachawi, kutegemea waganga, maandiko yanasema amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu amfanyaye kuwa kinga yake, amelaniwa. Lakini wewe unategemea uchawi, unategemea uganga, biashara yako unategemea mganga. Nataka nikwambia kwamba